still Zillas TV. We come to you live at KFNP or Kaimosi. This is Kaimosi Media, as we say Zillas TV. I'm Alvin Watanga, the Smasher. I go by the name Emmanuel Mbwaka. And here we have got our great visitor here who was a candidate and who was an aspirant who was elected on 10th or 9th of February. Dogo Chris, as I had said earlier, and today we have him in our studio and we shall be talking with him. Karibu Dogo. Thank you. Thank you, those who know me. I'm Owino Crisantas. Dogo Chris is my entertainment name. Then Owino Crisantas, that's my real name. Coming from Migori County, I'm a Luo. I'm also a Meluya from Busia. Labda kama kuna maswali, lakini labda tu niseme kuwa mesikia akisema mwenzangu akisema kuwa siku za election, ama umesemaje siku za election? Yeah, lakini for me as a Owino Crisantas, I don't prefer the day election. Na prefer siku yetu to show in na tukatoa handover kambia Dogo start wa work as serious entertainment. In fact, I'm serious entertainment, culture and social service. Labda nitajibu, tunaweza kujibu maswali yao, lakini I think it's just introduction. Yeah, that is just a bit of introduction. Okay. Welcome to the studio. As we get live, you see the environment is so much cool. Today we have just decided so that we can stay here and talk with our members. That's nice. Welcome as we go on. Zillas TV, Kaimosi Media, hapa ndipo. Yes, Dogo Chris. Yes. Welcome to Zillas TV, KFNP Media. Just a minute. Okay. Please call me later. As we had said, just welcome. We welcome you to the KFNP Media. This is Zillas TV, and you are highly welcome. He is Emmanuel Shehalwa. I'm Alvin Watanga. Hope so you know us. I know you. Very nice. Yes, our member or our fan, wherever you are, with us here, we have Dogo Chris. Whoever has a question or whoever has something to ask Dogo Chris, you can just type there your comment, and we shall get asking Dogo Chris here, and he will answer you as per your questions. Dogo Chris, Yes, you were elected. That was on. I think it was date 9. Yeah, 9. 9. Yeah, 9th of February, you were elected. Then you were sworn in on date 16 as the CS Entertainment Kaimosi. Yes, maybe we have just some questions or some of the things that we will like to discuss with you, and hope so you will find them positive and you will give us some answers or something that the members need to know. Okay, whatever maybe I'm gonna be comfortable or able to respond, I will respond. Then the rest maybe, bora sawa. Niko tayari. Okay, that is nice. We are so much thankful, brother. Dogo, you have said you are CS Entertainment and Culture and social service. So, members there, they are asking, who is this Dogo, please? And what is the name Dogo, or where does it come from? Dogo, let's us from there. Thank you very much for that question. Actually, my real name, as I've said, I'm Owino Crisantas. That's my real name. But This Santas is also your name? with Crisantas. I'm Crisantas. Crisantos. Yeah. As the Luyas. Yeah. Crisantos. So then the name Dogo Chris come from my characters. I like dancing, singing. Also, I'm also sometimes I was comedian. I'm a talented person. Then there was someone called Dogo Charlie. So that name I was given by some people who coded the name then akanipatia. They see like my characters Dogo Charlie, that actor, those who know Dogo Charlie, the one decided to nickname me that name, to call me Dogo Chris. Then I accepted because of my characters. Yeah, I was asking my brother here is Dogo Chris. Is he big or small?
But as you can see, you can judge by yourself. Chris is very strong. He's a very strong man. Ugali is man of Ugali. And now, Chris, maybe maybe I can ask some of the questions. Ever since you are maybe sworn in as the CS Entertainment, maybe ever since that day that you were sworn in, maybe when you got into the government or the KFNP government as a leader, what did you find there good or bad, or how was when that time of swearing in, how did you get in or how did you fight things? Thank you also for your question. Najua sana imeniuliza watu wengi sana natamani kujua. Yes. Toka tu wamenisoni in wakaambia Dogo Chris CS Entertainment ngia pale ile ofisi yako whatever. Watu wengi wangependa kuuza. Kuna wengine wanashangaa Dogo Chris amepewa chance. Kuna vitu mingi unajua watu wengi wana expect vitu kama dunda. Siku kama vitu kama cultural day, wanasema cultural day na kwa hapo sio cultural day. Ndio maana tukika pale cultural day pale D hall. Watu wengi wajitokezee, watu wakuje kuperform. Watu wako na talent lakini walikufa ile morali ya kuja kuperform. Ndio wajibu maswali yote ni kwa nini. But also since I'm gonna say maybe what I'm planning, also the difficulty that I felt nikiingia kwa ofisi. First thing, siwezi sema like I've been watching your news. I don't know when did you presented the news. You know, is it today? Yeah, I just watch now. Naona mmeshatoka kwa mtandao nimeshaisoma. Nilikuwa na kuwatch. Siwezi complain kuwa labda the going kanzo wa kufanya kitu. Umeona? Siwezi sema labda naweza kuwatetea pia. Kitu nimejua ukiingia huko kwa unaweza kuwa na kuna manifesto, unatoa manifesto unaambia wanafunzi nikiingia hivi kwa kiti. Unatoa manifesto pia umekuwa as a student at that time, umeona changamoto ambazo umepitia, so ukiingia pale una campaign na ingia pale you want to change and actually unajipata you want to change, lakini sasa unapata uko na dreams za ku change lakini the wakubwa the management it doesn't allow. Maybe what I cannot tell the public na I'm not fear, siwezi ogopa labda hainaja mmoja ni when the school fails ama when something bad happened to the school, children gonna blame the student council because they believe we have their voice. Yes. Yeah. So what the problem comes from this school is the management. I cannot hide that. I know the management gonna watch this channel. Yes. The problems come from the management. Unakuja huko nje unasikiza wanafunzi na kupea mapendekezo yao, pia unaona yenyewe mapendekezo ya wanafunzi wako sawa, iko right, ni right yao. They are right. Unapata tu mapendekezo ya vitu yenye shule ikiamua tukasikiliza. Ndio mapendekezo na change with no cost. With no cost. Kuna vitu vingine wanafunzi wanapendekeza iko hivi kwa hivi. Unaweza amka tu asubuhi kubadilisha cause haina cost. Tumia najua kitu kwangu ngumu kubadilisha, labda ni changes nataka ina involve money, pesa. Lazima shule ndani kuweka hiyo ni ya pesa kando for particular project. Yeah, lakini the problem is come from unapata mwanafunzi amekwambia for example in terms of voting, kama hapo awali wakati tunachukulia kura, voting actually to me was unfair. Unapata wanafunzi hata kama to me kama amesema mwanafunzi tangu asimame kiti ama kitu yote kwa waziri wa kitu yote afikishe school fees kwa fulani, it is okay. Lakini for a voter to me nilikuwa naona wapewe right out ya kuvote kwa tu bure tu, hata kama uko na shule na kudai hivi 100 millions of money, kuvote na is the right to vote. Waachilie tu vote. Lakini unapata ukifika huko kwenye management wengine wakomoja, sasa unaenda kwa management uweze niweka tu mwenyewe because of student council kuna protocols. So unafika tu protocol ya kwanza unakataza that cannot happen in this school still am here. Unaona? So unapata kitu tulikuwa tumepromise to change, we cannot change. Why? The management can't allow. No. They can't allow kabisa. So unapata wanafunza na kucomplain na kublame. Kumbe wewe sio shida. Watu nafaa kusikiliza na kufanya unataka. How does that? That's the problem. Yeah. Yes, Dogo Chris, getting your right, very right. And according to the statement that you're giving, maybe I may ask you a question. As per the way maybe you have said, many aspirants, they give manifestos wakati those campaigns. Just direct example,
is you. Maybe you gave manifestos during the campaign, but when you get to the council, maybe you'll find things difficult, or as just you said, the management will come with different strategies or different things that will bring you down and will make you not to achieve them. So maybe the first question is that how are you planning to do this, or how are you going to ensure that everything is going to be right, so that the management will not go on top of the students, but will just be at least, because wanasema siku zote nyinyi ndio sauti ya wanafunzi ambao hawajachagua, si ndio? So kumaanisha you have to die for them. So I don't know how we are going to deal with this, so that maybe that sound of the management will at least levelize with the council. Thank you also. Actually, we are just trying our level best. As I'm talking right now, I expected my salary from my M-Pesa from KCF school, but because umejua hapo nyuma tumekuwa tukipigania rights zenyu hapo kwa ofisi kidogo. Yes. In fact, my Mr. President, but let me talk about Mr. President Festus Kataka. That guy is small and handsome, but msiangalie tu ufupi bana. That guy is the man. That guy is Sifuna. Let me tell you that. Sifuna. That's the principal man. No, that's very nice. Ana fight for rights zenyu. Unapata last tumekuwa na furugu kidogo the management. So umejua kwanga kwa mshahara kama kuna fee balance, unapewa half kidogo inaingia kwa fee, half nyingine unapewa mwanafunzi. Lakini tumekuwa hapa na furugu kidogo, tukasema kuwa tusikilizwe kwa hiki kitu fulani wakakataa, na sisi tukaforce lazima tusikilizwe ama tutachukua watu wengine. Unapata ni yesterday we got our salary, all of our salary, no school fees. Anajaribu kutupunish, kututisha kidogo, lakini tu hata kaona sasa ile sasa sisi tunataka tupate salary kwa sababu tumekataa sana, tutake mambo ya corruption ama whatever. Tunataka tutimize ndoto zetu, tutimize ile yenye tuliwa promise tutafanya. So unapata mshahara tujapata hii mwezi, hakuna mtu amepata mshahara apart from maybe only one person who cleared the school fees, maybe amepata ka scholarship. Umeona, the rest kama amepata mshahara. Why? Hata nyinyi walikuwa nafanya half, tunakula half school fees, tunakula half. Juu tumegombana kidogo sababu mambo ya nini hapa, tunataka rights zenyu zitimizwe. Tunapata kuna baadhi ya management na maybe iko sawa na hiyo. Unaona kama tunalazimisha vitu ziwake wakati zenye wataki. No. Hata unajua shida, changamoto tunapata hapo, tunapata management ina support kitu, it is so advantageous to comrades. Na management itaki kufanya, and if you force it to happen, then another side mabaya the great, unapata kuna pengo. Hiyo pengo inaanza kunini kwa sababu tumekataa kusikiliza. Lakini mimi na ofisi yangu wote, in fact 90% of my office, unajua si kila mtu ni mzuri. Utapata nyinyi mnapanga mazuri na kuna yule anaenda na anaharibu, anafanya vitu zake. Lakini 90% tumeharibu, tumamua. We are not after salary, my friend. We're gonna fight for you people until tusimamisho kazi. In fact, if they keep on not to listen to us, we're gonna quit, tutaresign. Enaje tulikuwa pale tupate laana kwa wanafunzi au wamekataa kutusikiliza, mshahara tupate. Unaona, wanasema student council are not doing anything. We are just passing out my issues, like not tusikilize. Maybe Mr. President fact ana fight. Hadi salary yake amewaka hajapewa. Tulikuwa tupate, lakini tumaanisha kwa ugombi kidogo tu. Hata sio ugombi. Kupresent deni zenyu za commander na zenye zinaweza fanyika with no cost. Unaona? Zikakataa kusikilizwa. Na sisi tumekataa pia kuwekwa kwa kiatu. Umekataa kubebwa. Unaona? Tumekataa hiyo. Tumekataa kubebwa. Tumeamua kusimama kisisi. So no one got a salary. But I assure you, it's going to be well. Na mkiona tuna resign, jua amekataa kutusikiliza. Umeona? And labda sisi tutaforce tu, tutasimama na msimamo wetu. Wakataa kutusikiliza, we will quit. But in battles they say that never quit. I try and ensure that everything gets right. And yani wanasema kuwa na msimamo dhabiti, si ndio? Unapigana lazima tu ushinde, yani hakikisha umeshinda. Asa for example, maybe umesema kwa nenda left, nenda right.
maybe hasa hapo ndio inaweza kuja shida, but so long as you stand up as a team, maybe no one can fight you, but you have to ensure that everything is right, sindio? Yeah, maybe we shall discuss on something that else maybe inaweza kuja kama issue that maybe was there. Umeongelea about maybe voter election vitu kama hizo. Iliwekwa online, sindio? Yeah, it was done online. Also, yes, it was online. But if I can look at the statistics, it was around 420 students who voted. Yes. Yeah, 420 students. Almost 6,000. Yeah, out of a population that is more than even a quarter of the vote. How, maybe a short explanation of why this went so before I ask another question. Maybe they say the management found that hiyo njia fasting umesema ndio wanafunzi 400 and something who vote. Yeah, 400. And also the 6,000 some the population of schools is above 3,000. Yeah. Just even to cut off 3,000 and above. The only thing that's there, maybe some people are just eligible to vote, but they are not interested to vote because they see can just yo ninia kuvote hivyo ni kama ni to discourage some people. Kiona kuvote lazima uko umefikisha kiwango fulani ya school fees. Hata unipata kuna mtu hata mwenye kona zero bala anataka kuvote. And because anaona ni ujinga. Anaona sio right yao kuzuiwa kuvote, unaona. Because we saw many of the new students were crying very much. Many of the new students, they never voted. Many of them, they never voted. Many of them, they never voted, but what I know, they were eligible to vote, but discouragement from all students, maybe even those both those who have school fees, who don't have school fees, because they feel like those students can't, even if you elect them, they're gonna do nothing. Nothing they will change. No. Yeah. Because there was a very, I was asking my fellow media person here, why is this so? Because out of a population of 3K and above, why 420 only voting? And these people are the one electing this leader so that they come and build them. Isn't that so? Yeah, maybe. Zilas TV, Kaimosi Media, hapa ndipo. Is there anything that you have brought in place, or is there something that you are fighting so that you, at least maybe in this term that you have been sworn in, so that when the time comes of another election, maybe when that time comes, maybe that may at least change, or at least allow some students to vote too. Thank you also. There's something maybe not maybe there's something we have come up with. First thing is about my changes on my docket. First thing, I want to change cultural day to cultural week. Yeah, cultural day to cultural week. We're gonna be happening next semester. Student gonna open. Yeah, cultural and the same cultural day. Moja hapa tumekuwa na cultural day la primary, not high school. And I saw in the last cultural, maybe I could decline the population. Then that is not cultural day. I got in the DH at around 12, but there was no one in the DH. It was just a few population. Maybe that couldn't have happened that way. Yeah. But what the problem was, nile wakati walini sworn in the same week, so kulikuwa na cultural. But kama ningepewa tu nafasi kidogo, cultural hata ingefanyiwa hapo. Ningana na ile kidogo niko nayo, ilikuwa ifanywe huko kwa uwanja. Mambo ya kuweka cultural kwa default. Hiyo ni vitu za high school, unaona? High school hiyo wanaona mmoja school wanapanga wana misbehave. But here we know that adults. FCK Friends College Kaimosi, Friends National Polytechnic Kaimosi. Hii ni shule kubwa. Shule kubwa. National Polytechnic. As I was in Migori County, around this Bania place, nilikuwa nasikia tu Kaimosi. I knew this is the best school. As I came here at that time, actually I can assure you it was the best school. But kuna vile changes zimetokea tu from nowhere. So this time because comrades also you also know. So nile
nimekuja na cultural week, lakini kwa sasa nataka niweke siku 3. Sasa siku ya kwanza wakati nasikiliza hii pia, when you are watching this channel, the first day the cultural itakuwa ni traditional cooking. Why? Kila tribe yao Jaluo anapika samaki zao. Watu wengine kama wanapika githeri yao, wanapika yao. Unapanga kuwekea pale tent. Kila nini na nini yao. Kila tribe na nini yao. Kila tribe na nini yao. Wana advertise chakula yao. Hiyo siku mtavaa casual. That's also a way like marketing. Hata mimi naona tu white and black. Shule yetu Mung'are tuna white and black. Alafu wale wakuzenzi chakula mnakuja Wajaluo samaki bwana. Samaki. Waluya kama ni ugali na nini. Ugali na kuku. Yeah. Tunataka tufanye saa presentation. Unajua through this my docket. Linafanya watu wanasema the shule ina fail ama shule ina grow. Because entertainment also advertisement of the school comes from entertainment. You know that. So first thing, we want to advertise this school through entertainment. So kama cultural ndio tunasikia kwanza watu wanapika chakula, we advertise traditional cooking. Yeah. Then mnafaa casual dressing. Alafu siku ya pili ni mambo na dressing, traditional dressing. Yeah, traditional yani African wear. African wear. Mna showcase African wear. Hiyo mnapaki zamani. Hiyo mnakuwa mna compete kila tribe na nyimbo zao. Walia wanaimba tu za kwao. Wajaluo wanaimba tu za kwao. Wakamba za kwao. Wamasai hivyo. Mnavaa kikwenyi. And will this be a competition or just it will be a competition. A competition. The winners will be given prize. Yeah. So it will be competition, also it will be part of enjoyment, that's the entertainment. Yeah. Alafu the third day it will be extravaganza, whereby we'll be having also during the first day tutakuwa na eating competition, because as people advertise their cooking, also there will be eating competition. And also during second day, as people will be singing their traditional songs and dancing. Also there will be narratives, poems. Yeah. That's very nice. Narrative poems. What else? Proverbs, whatever. Yeah, bora ile ya kizamani, mashairi. Kila kitu. So nilipost hiyo kitu kwa group, nikambia watu wa practice. Alafu the third day ni extravaganza, ambayo itakuwa na modeling, flex, unaonyesha hiyo maso yako, dancing competition and whatever the rest that kila kitu. Yeah. But the problem is I'm just worried. Yeah, I was with Mr. Songa who is the HR. Also, Mr. Songa who is the HR. She said iko sawa, imagazetiwa. Sasa but mimi kwa wasiwasi kwa kwangu, wanafunzi watajitokeza ama litabaki peke yangu. If you can check on this cultural day, maybe if I can just go direct from the last cultural day, maybe something that made students or the comrades not to come through. Maybe I saw the poster was around on Wednesday and the cultural day was on Saturday. That is something that is want to say poor timing or poor late information. Because it is something that needs preparation. Hawezi amka tu leo mnaenda kupigana. Kuna vitu ya majembe imekuwa juzi, majembe na Mbavu Destroy. Mbavu Destroy alijipanga wiki yote, alijipanga karibu wiki mbili just to prepare for the match. So if you can just go back to that cultural day, no information was passed, but it was passed 2 days before the cultural day. That was wrong information or a wrong idea. I don't know how you do. The problem with this school also sometimes is poor scheduling, poor communication. Yani wanapata culturally unaamka asubuhi, culturally kesho ni weekend. Nimekataa kwa hii shule, culturally ifai kwa weekend. Unapata also pia kitu kinachangia wanafunzi wa kuji cultural. Yo weekend, watu wa Sabbath day wanaenda kanisa. Na ni kuna watu wengine tuliokoka bwana, kuacha kanisa ukuje ni ngumu. Yeah, maybe there's the role you play in church. So mambo ya weekend nilikataza. I promise my comrade, those who voted for, who elected me, and those who even did not do what? Did not do what? Yeah.
Sasa hivi mambo election zimeisha, nafanya usawa. Japokuwa kuna kitu ili happen last pia nitazungumzia kwenye media. So mambo ya kufanya during at weekend mnafanya mashow tumekataza, hiyo si poa. Unless to kama like at least to give a chance to everyone. Weekdays. Yeah, weekdays. Extravaganza, watu wa dance, unaona. I cannot, maybe people are just expecting someone maybe just listening there. Jaribu kusema dogo dunda wewe. Yeah, and maybe people have been asking that too, that maybe if you can just come there on the, I know you are the CF in the limit. Kuna pale mambo ilikuwa maybe kuna dunda kitu kama watu walikuwa wanasema dunda FCK hakuna, and that's something that maybe inasaidia ili kukua. Then if you come there maybe unajua unaweza shikana na kanisa pia. There kuna overnight kesha, such things maybe umeshaingia kule ukaulizia maybe why were they removed from the schedule, because unajua at times a school can grow just because of those things. Yeah. So, let me say about Dunda. Dunda ni jambo ambalo linatusumbua kidogo. Kwa singekuwa niko na uwezo tu mimi tu kuamka na ningekuwa nimerudisha. Na nimeraise hiyo issue, lakini japokuwa management haitaki kusikia hiyo issue ya Dunda. But mimi sioni ubaya wake, lakini the only I expected maybe wanasema Dunda ni mbaya sababu maybe in terms of hiring security ama whatever itakuwa ni ngumu, lakini wanasema wanafunzi they misbehave on that day. Unapata wana misbehave, wanafanya mambo ya darani huku, wanakatana, unaona? Yeah, ina discourage. So can just see our environment also the one discouraging. Lakini also I don't mean that maybe natetea admin haiko ni elect. So tetea admin, I'm rude if you don't know me. So maybe agona nimeona security pamoja na security affairs CS pamoja na Mr. President wamenishua, naona sasa kuna watchman wameongezwa. So some watchmen have been added. Walikuwa na people around the hostel walikuwa na complain kuna unknown people wanaingia. Then we requested for security sasa imejaa. Sasa security itatusaidia. Nimeona pia kuna umbwa. Dunda lazima issue na tutafight until hata nikisimamishwa hata wakati mshahara wangu ikataka kuingia. Nilikuwa nakula tu pia. Nilikuwa nang'ara hata kama sing'ari sana. This is my dressing code. I am not competing with anyone. Ndio wameongeza security, walikuwa nasema security ndio shida. Lazima tuende Dunda, kwa isika Dunda tena Karawa naongezwa. Kuna some of the security pia baada ya wanafunzi karibu 10 wao wanachukuliwa kuweka usalama. That will be great, because at times if a school cannot grow just that easy. And because if you say that Dunda mtu anaenda anafurahia ile siku, then maybe ukikuja pale kwa church pia ukiweka pale overnight, unajua people will come from different just to come for the overnight. Then unaona pale pia inasaidia kuuza shule. And such things are cultural, as you've seen. If for the early information you can invite other schools, they come and they compete. That's why I decided to advertise this education on the world. Also, I mean, just encouraging also, it's clear that people hapa participate. You know, hata tu pia tunatoka like shule zingine kama Maseno, wapi, wakuja participate. As long as wanakuja tu wana register. Register. They participate. Also, you know, during the wakuja hapa ku participate, they're just selling the school. Wanasaidia shule pia, na pia ina encourage mtu pia. Unajua wakati mwingine atasomi peke yetu. Kuna wewe ukiingia stage ukienda ukifanya kitu fulani, maybe I was doing the same thing as you, but you have got more content than I, so I learn from you. Yeah. Hiyo ndio plan yangu about cultural changes on cultural. So ya Dunda tulinini hapo nyuma ama watchmaniso wako wamekuja, walikuwa wamekataa, lakini na baada ya kaa meeting toka wakuje na principal, lakini na assure you mimi nita as long ningekuwa muendelee kunitafuta hivi nawapatia habari hapa what's going on there. Ili nione kama hii cultural tena tafika pale waseme pesa haiko kwa shule,
Ama wanasema aje? Mmoja anapenda kusema pesa iko kwa shule. I don't want to talk something about that. You know that they excuse. They say something. They say pay school fees. It's not. And what about those who are paid school fees? They have to suffer because of others. Yeah, that's the problem we're facing FCK. If you kind of suggestion, and go and ask those people to pay school fees first. You see. So we have gotten you Mr. Dogo Chris or Chris Santos Owino. Before you conclude, kuna kitu nilikuwa nimesema, I don't know whether comrade gonna participate. Let me acha niweke pia wazi. I've said I'm rude. Na sikuwa tu mrudi atilo nafanya ujingi la rude. Kitu nimejua ni right yangu. Nimengangana sana cultural, to change cultural day from cultural day to cultural week. Sasa nawaambia nafasi pia nimepewa. Kama mtajitokeza muperform, your budget ishie hivyo. I promise you there's no day I will keep on insisting to do one cultural day to cultural week. Is it possible? Useme cultural week kwa kwambia go and write budget, then come here. Alafu hata kata kujitokeza. Does it make sense? Sasa wanafunzi, labda my fellow comrades, let me cooperate. Musikwe tu hadi siku za just saying watoto wanafunzi FCK waoga. Hiyo si hivyo. Hiyo si poa. Nafaa pia nyinyi mko tu na msimamo wenu. If you need something, show interest that you truly need this thing to happen. Sio na force, mtapata mtu na force. Mr. President, can you go and tell Mr. Principal bana? Hii mambo ya school fees. Ukitaka kuregister mtihani wewe hivi. Unapata principal anakuja pale D-hall. Anasema wangapi wanataka student school fees. Asimama aongee. Hakuna mwana simama. Tunaona. Sisi kama hizo, we need power just courageous. Then wanakuwa tunasimama akasema ni and encourage others. Itafanywa vile mnataka, lakini wakuachukulia tu ati nyinyi waoga. I assure you nothing will change. Yeah, nice, Dogo Chris, we got you. And to the members who are watching this live from wherever place you are, as he has said, Dogo Chris, let's come out and make this cultural week good, wanasema in a good way, so that we expose our content and everything that we have in life. Ni wengi tulibarikiwa, hata mimi sijionekana kwa ile cultural cause information cultural of today, then kuje nitoe poem, that is not easy. I've always ignored that. But if it comes to the cultural week, let's come out and let's give out our best, and we shall explore more in our lives. And he has said, Dogo Chris, on issues about whatsoever that maybe has been raised or has been said by any one of the comrades around the school, maybe many of them is being solved with them and the administration of the school. Maybe we shall be catching up more with Dogo Chris as time goes by at KFNP and getting to know more as the progress of the school. Welcome, Mr. Emmanuel Shihalwa. Yes, as we have heard from Chris Santos, I have learned one thing. My brother, what have you learned from what you have seen? In life, they do say that always be courageous and be steady and be ready to open up and stand by what you have said. Yes. And never change or whatever. If you have observed me in the past, like my few years at Kaimosi, yes, I don't go behind whatever I say. Yes. So long as I say yes, then it's yes. And if I say no, then it's no. Yes. I don't do things times two. Yes. Yeah, and I've seen it at Dogo Chris, yes, and that is a good, portray or what is portraying a good character that we as comrades or we as members we should follow too. Yes, venye amesema comrades, tumesema tutaki fees, tunaenda kwa tuligo kwa wale wanasema nani anakataa fees, tunanyamaza, we keep quiet. Seriously, let us be courageous. So ukiuliza wewe si mama, sema mimi sitaki. Yeah, sema sitaki. I don't mpunguze fees. Then he has said be rude with a reason. Ama be rude. Don't be rude, write the right thing. Be rude at the right thing.
Yes, that's it. Thanks so much, Mr. Emmanuel Shehalo Ambero at the right thing. Yani kuwa at least wakati mwingine anasema to learn to ignore something. Yes, Yani ignore something so that you ensure everything is right. Dogo Chris, how can you say or a word to the members who are watching this? There maybe for my comment, naweza sema tu kuwa mshirikiane student council. Wakati pia una push any person from student council any CS ataenda fanya kitu fulani, ensure there's steady support. So na usho kwa jamaa nasema just student council tasikiliza demu unajirudisha nyuma. No. Mnaikuwa za group, mjua mkua mkienda going as a team is the best team. Naona hiyo sauti sana kisho kidogo, hata mkienda pale kwa Forest Simba na hide kidogo, naona hiyo sauti. So support ungana na in fact tunaweza sema kuwa watu ambao mliwa choose ni watu sahihi, mlichukua watu sahihi, sio wadanganya, but ndio tu wanahitaji pia support yenu. Mkasukuma hivi they fall difficulties, wanarudi nyuma, unaona, because unaona hata tukiamua tukifanya kitu fulani wanafunzi watajitokeza, unaona, inabidi sana na relax, unaona. Yeah, lakini tu akijua nikipushi wakati kunisikiliza nikoje niambie hivi hawa ni comrades wanaweza fanya kitu mbaya, umeona, na hivyo comrades pia mkue tisho kidogo, unaona. I mean support those people. Oh, that is so nice, Mr. Chris, and our members of the comrades at KFNP. They have got your words. Remember, it's Zillers TV. We have been in a discussion with the Dogo Chris about the incoming or the elected leadership that was sworn in on date 16 of February. We shall be getting on more leaders and discussing more on whatsoever they are planning for us as the KFNP and whatever they are planning for tomorrow. Remember too, we shall be planning one of these days to meet the administration and have a talk with one or two of them so that they tell us more on about the college institution or the polytechnic institution, about the progress. Remember, it's Zillers TV. We meet again the next time. Goodbye and have a good time.